Naam, karibu uambatane nami katika dakika kadhaa wa kadhaa kumfuatilia marehemu Fred Kiluswa, na sasa hivi tunakwenda kwenye kumbukizi yake. Tokea pale afariki, sasa hivi anatimiza mwaka mmoja, na hapa tunakusanya watu wengi mashuhuri walioumudu naye katika kazi wakati marehemu akifurahia uhai wake duniani. Na leo niko na mtu mmoja mashuhuri sana katika tasnia yetu. Mimi nasubutu kusema huyu ndio game changer wa maproduction nzima hapa nchini Tanzania. Ujio wake yeye ndio ameleta hamasa mpaka watu wengine na wao kupata mwamko wa kutengeneza ofisi. Maana zamani maproducer hapa walikuwa ofisi chumbani kwao, lakini yeye kaja kawatoa nishai na kawafanya wajitambue kwa wao ni nani na inatakiwa industry ipeleke wapi. Huyu si mwingine, huyu ni Mr. CK, ni executive director wa kampuni ya Empire Locoma Limited. Na karibu katika studio zangu tuzungumze mawili matatu. Uko poa? Uko poa kabisa. Okay, karibu sana katika kumbukizi ya marehemu Fred, na wewe ni miongoni mwa mtu ambaye ulifanya naye kazi nyingi. Marehemu utakuwa unamjua vizuri sana moment yake akiwa iko hai. Nataka utueleze yale ambayo wewe uliyafurahia, yale ambayo wewe yalikukwaza, yale ambayo wewe yalikusikitisha. Karibu katika kamera zetu za kumbukizi ya Fred Kiluswa. Fred Kiluswa ni kijana poa. Tena ni mtu mcheshi. Ndio. Fun. Ambo. Sijai kumwona kama anakuwa serious sometimes. Okay. Huwa ni mtu ambaye kila saa ni mitani. Alikuwa mtu poa. Okay. Ila tu mtu akosi tatizo kwenye maisha yake. Yeah. Hata mwenyewe sikosi kasoro. Lakini kwa Freddy tumefanya naye kazi. Kama kuanzia kwenye Best Friend, ni movie ya kwanza ya kwetu kwa kubwa. Tulifanya naye, Juari alimcast. Sikuwa sina mazoea naye. Ndio. Na kipindi hicho mimi nilikuwa naumwa. Nilikuwepo hapa lakini nilikuwa naumwa. Nilikuwa siwezi kwenda set. Okay. Nilikuwa na oh my god, a lot of stuff. But nimeenda seti mara mwisho, seti mara mbili. Ya kwanza wana shoot opening scene, na ya mwisho wana shoot scene ya mahakamani. Okay. Nikaenda kusimamia. Yuko serious akiwa kwenye upande wa kazi. Ndio. Akitoka kwenye upande wa kazi anakuja kuwa funny guy. Funny, very funny. Ambaye na kitu ambacho nilikuwa namchokoza kila mara nikimuona nilikuwa usimshike begani au usimshike hivi na yaani mtu hata unaweza kupata mara 10 tu. Ni mtu akushtuka vitu kama hivyo. Sasa ile nilikuwa napenda sana kumchokoza. Okay. Sana sana. Sana. So ni mtu alikuwa hivyo. Okay. So mara ya kwanza Johari anamcasti, wewe casting yake ulipokeaje? Haukublame ama ulipitisha tu moja kwa moja? Niseme kwa kusema kwenye no, sijai kumblame kwa sababu katika kazi zetu nyingi sana sisi tunajua sana kutengeneza cast. Hii na tunekaga chini cast fulani. Sema yes. Hata kazi yetu ikija wewe mwenyewe unasema yes. Okay. Hapo big up sana. Sisi tusema kwa sababu hakuna mtu atakuja hapa kusema eti kutusifia pasipo wenyewe kwanza kujipa kwanza ile 100% ya kwa hiyo kazi. Hiyo kwenye hiyo kazi kwenye cast tuko okay. So
sikukuwa na mashaka naye. Ndio. Na nikaona performance yake ilikuwa vizuri. Ndio tukaja naye kazi ya Wimbi, akaja kuwa AD. Okay. Kwenye Wimbi. Then Lawama akapata nafasi kucheza kama main character. Lakini end of the day ikaa kwenye kazi mbili, na nimwambia Johari, huyu mtu asicheze kwenye Lawama, kwenye Wimbi. Usimpe sini hata moja. Kwa nini? Kwa sababu gani nilikataa? Kwa sababu aonekane kwenye Wimbi akana kwenye Lawama. Nikamwambia Johari, huyu usimpe kabisa hata ngoja. Johari akasema unajua sasa mimi kuregearegea hapa, nikamwona Fred tena kwenye, nikamwambia bana mimi kitu mimi sikitaki. Akapewa siri za mnajeje kwa sababu Fred anaongea Kiingereza. Nikasema sasa Fred anaongea Kiingereza gani? Kuja kuangalia siri Kiingereza. Nikamwambia Johari, hivi umefanya kitu gani? Kwa nini umeenda kumpa nafasi ambayo Fred Kiingereza anachokiongea ni cha huku akiwa anaongea na wenzie, lakini akisha kwenye huku anakuwa you know ananong'ona. Nikasema kama Fred yeye mwenyewe akasema kwani nimezingua kabisa. Alikuwa anamcheka Dennis David. Alikuwa anamcheka Dennis Kiingereza. Sasa mtu ambaye anamcheka kama mwenzie ndo anakiongea kabisa. Umeelewa? So nilimwambia Johari hapo umezingua kumpa Fred. Hiyo siku tulizinguana, nikamwambia Fred nitakutoa, hata ukija kazi huko mbele nitakutoa. Na kweli nilimtoa. Ulizifuta hizo sini? Sisi sikuzifuta, zilikuwa zishaenda. Kwanza mwenyewe alifurahi kwa sababu kwa anaonekana Azam, anaonekana DStv. So hadi alifikia nafasi akadirect. Nilimpa nafasi akadirect msimu ambao kwa sababu director alipata changamoto akaenda, then akasimamia. Natumaini hakuna siku ambayo ni kwanza kama siku moja hivi tunaandaa vipindi. Unajua vipindi hivi tunavishuti, vipindi vimekaribia kuisha yani. So Aisha panga schedule, akakata date. Tulimwambia bana usikate. Hadi hiyo ililetea tatizo kwa wasanii ambao msanii unamfanya naye mazungumzo haya. Sasa msanii anakuja kuona scene wewe unakata huku, kuja kumpa tena zile zingine, anakuja kuwa ni vitu ambavyo tofauti. Alinipa mtofaruko kabisa na wasanii. So nikamwambia Freddy tusizikate, hata kama tunakimbilia itatuingiza kwenye gharama, kwa sababu hii kukata kwanza tushoot kwanza episode 10, tushoot episode 10 inaleta gharama kubwa, kwa sababu ile sehemu ambazo si tena lazima urudie ile sehemu. Hapana tukate vile ndio tufanye hivi na hivi. Basi kwa sababu vipindi vimeisha, acha basi tufanye hivyo hivyo. Tukakata episode 10. So kata tukaanza kushoot. Sasa siku ambayo sisi vipindi hatuna, yeye kaenda yupo sijui alikuwa na watu gani, wakaenda wakapata nani, ashatoa cost, ashatoa kila kitu kabisa. Akawa kwenye stare zake, siwezi kusema kwenye pombe, kwenye stare zake. Anakula, tukamweza kwenye group, Freddy vipi? Kesho hakuna kushuti kabisa hivi na hivi. Ilikuwa saa 7 saa 8 watu wote sijui kama kesho tunashoot. Nikamwambia hivi huyu jamaa anatania, vipindi vinabakia siku 3 vipindi viishe. Wakuja kuniambia leo kesho tusishute. Au leo ni kwa sababu ilikuwa chakua saa 7 saa 8 asubuhi. Na kama sio hivyo mimi gharama zote nitazilipa. Gharama za production mzima nitazilipa. Nikasema Freddy anafanyaje hivi? Nikasema Freddy anataka kuniangusha mimi. Sikumjibia. Hata Mbulu, unajua Mbulu alisema huyu kasha kanyaga. Sasa mimi niko serious kwenye kazi yangu. Tutatania, tutacheka, tutapana pombe, tutafanyaje? Vyovyote vile. Lakini ikifika time ya kazi, because that's why I'm here, ndio maana niko hapa kwa sababu ya kazi. Ndio. I'm not playing nikiwa kazini. Niko serious kwa sababu ile ndo focus yangu yote. So nikaona na huyu mtu end of the day ile kazi sio kwa kazi, ni ya kwangu. Ambaye ataharibu credit yake ya kazi atakuwa ni mimi, sio yeye. Ataenda sehemu nyingine atacheza, atafanya hivi na hivi. Sasa mimi end of the day hapa ndo ninapopategemea na wengine pia ambao waje, kwa sababu yeye na kulikuja wengine na yeye alikuwepo. Vizuri. So lazima nifanye kitu cha msingi na cha busara. Mimi mwenyewe tusimamie kazi, ili kazi hii
kwa siku husika ambayo Fred alipostpone alipendi. Yaani ilitokea ile siku mimi na yeye najua nilimkata nikamwambia Johari mimi sitoendelea nayo kufanya kazi. Kama ameheshimu kwenda kufanya starehe kushindwa kuheshimu kazi. So siwezi nikafanya naye kazi tena. Lakini ataigiza kama msanii lakini kwenye crew production no way. Nikamkata pale na yeye mwenyewe akaika kimya asubuhi because alikuwa shakuwa kwenye mapombe. Yaani akili ishakula vitu vingine. Then asubuhi na unajua kwa sababu watu wale hivi jamaa tupo location hivi. Mimi nilichukulia poa. Lakini siku ya pili si hamkushuti. No, sisi tuliingia location. Mliingia location. Sisi tuliingia pamoja na andiko lake lile. Yaani mimi siwezi nikaangalia andiko lake yeye kesho end of the day yule ataka kuniangusha mimi katika kazi. Lazima mimi ni focus kwa sababu vipindi vinaisha. Kama vipindi vinaisha sitaki kukimbizana, nataka ni shoot ili niwahi kwenye vipindi naweza kupeka vipindi on time. Umeelewa? So hadi delays zilianza kuwa kwenye vipindi. Unapeleka vipindi ambavyo yani havikaguliwi, yani unapeleka vipindi. Kwa sababu gani? Delay hizo hapo. Na mvua nazo na nini sasa kitu kama hicho kilinifanya mimi na Fred kuto kufanya naye kazi kama crew. Tukaja kwenye lawama kwa sababu lawama alikuwa tena kuna msimu mmoja alifanya kama continuity. Fred hata chochote unaweza ukampa akafanya. Mradi afanye nini? Apate kipato. Ndio kitu ambacho nilikuwa nampendea. Na mimi napenda mtu kama huyo kufanya naye kazi. So mad purpose. So nikamwambia utofanya. Fred akakataa akasema eti ataniita tu hajui kazi hawa. Nikamwambia mimi hii kazi mimi naijua. Sema tunawapa kwa sababu tunatafuta kazi zingine ili kutafuta mambo mengine si wengine tu tufanye mambo mengine. Nikamwambia Johari kwenye lawama unajua nikwambia kitu kwenye lawama nako kunabakia siku kadhaa tulikuwa tumebebwa sehemu zote. Wimbi tumemalizana nayo. Kwenye lawama kumebakia sini na kumebakia na zile episode karibia kama 5-6 sijui. I say nilimshukuru Mungu kwa sababu tuliandaa kila kitu. Nimwambia Johari kuwa PM. Mimi nikawa AD. Mimi nikawa kama vile AD vile kama sikosei. Mimi nikawa AD. Johari akawa PM. Tukatafuta content mwingine. Sikumbuki. Content alikuwa nani kama sikosei kama sijui mwingine nani sijui. Bana kazi tuliburuza wenyewe wanaburuza kazi siku 10 na ngapi sisi tuliburuza kazi tulifanya kazi ndani ya siku 10 kwa sababu vipindi vimeisha. Ndani ya siku 10. Ndani mwenyewe kwanza alikuwa anasema eti kwani toboa? Toboa hawa. First day tulianza kushoot. Kanambia tajiri bana wewe utoboi bana wewe. Acha mimi nifanye na mimi nakusaidia tu kiroa sasa. Kaambia Fred hii kazi mimi naijua nataka nikuonyeshe kama hii kazi naijua. First day, second tuenda kwenye 8 or 9 Fred ananiambia umepasua bwana umetoboa. Tunamwambia tumemaliza scene zote kuna bakia scene yako moja ya hiyo kufika siku 10 ubakia scene yako moja ya kufanyaje wewe uende na gana katati bana kagweni kwanza scene zote jamani kagweni kwanza scene zote nyinyi kweli mmemaliza. Ni kitu ambacho Fred hata kwenye nani yake marehemu angekuepo marehemu angekuja kusema eti bana wale wa jamaa walipambana. Kwa sababu gani? Aibu mimi ndo ningeipata. Sasa ndio vipindi, Destiny ndio vipindi. Angekwaje? Mwa vizuri. Sasa lazima sisi wenyewe tusimamie, tutoe kitu kizuri na inshallah Mungu alisaidia. Tulitoa kazi ilipendwa, lawama na yeye mwenyewe akaona kweli hao watu wanaijua, sema wanatupa nafasi kwa sababu hii sio wengine tupate riski. Na hata jinsi alivyoenda nilimwambia Fred mimi nakudai hela yangu. Hata marehemu alisema nimwambia kabla ya nini nilikuwa mwambia Fred nakudai. Anasema tutafanya kazi tu. Naambia utafanya movie yangu kwa sababu nakudai hela nyingi. So na hadi mimi nilikuwa sipo, nilikuwa nishaenda nyumbani. Then nikapigiwa simu. Mimi nisikia Johari ananiambia masiala. Nikasema Fred anauma. Bana Fred masiala yake hayo bana. Energy anakunywa energy sana labda na zenyewe lakini sikuweka ile serious.
So ikafika nipo like mida saa ngapi hivi najitaisha nifanye nini, napigiwa simu na Ignas Mkindi. Kanipigia simu, bwana chief Fred anauma bwana. Kabla Fred anauma ni tatizo, yupo hospitali. Ni tatizo hivi na hivi. Nikampigia, Fred vipi? Tajiri, kaambia nipasuke kwa sababu alikuwa na saizi zake za tajiri, pasuka bana. Akitaka kupata kidogo, pasuka tajiri. Na Fred ikiwa especially nilikuwa nampenda, hata mimi napenda kula kitu kizuri. Fred ikiwa kwenye kula hivi. Anaweza akaacha kitu chote hapa akasema akaondoka. Anaweza akatoka hapa hata mpo watu 10 akaponyoka akabeba akatoka naenda akaenda akaacha wengine wenzie. Fred aenda kupiga menyu. So ni turudi sasa kwenye how is ikafika hadi kwenye kupotea kwake. Akaniambia eti, nikamwongea naye kama tatizo nini hadi mke wake, nikaongea naye nikasema mimi nilikuwa sijui kama alikuwa ananiambia na mtoto, kwa ananiambia kama ana mke. Na mimi sijuagi kufuatilia mambo ya mtu. So nikaongea naye, unaenda vizuri hivi na hivi. Nikamwambia Mungu atakusaidia. Akasema sawa. Fanya vile tukachangia kilichotokea kile. Kwa sababu bize nikapigiwa simu. Sijui ilikuwa tarehe 16, sijui ilikuwa tarehe ngapi. Sasa tulikuwa tunapishana masaa na siku, unajua katika mind. Tunapishana masaa. Huko usiku kula asubuhi. So sijui ilikuwa usiku, sijui. Kaambia Fred kafariki. Bana mimi nipo zangu kazini, nataka niende zangu kazini, nataka mambo yangu mengine. Sasa Fred kafariki vipi? Hapa nilikuwa natayarisha afanye kazi moja ambayo kwa kwenye akili yangu, ambayo nilikuwa nataka afanye na Wanda na yeye. Yaani competition fulani hivi. Nilikuwa nataka nije nianzishe ambayo yani kimweka Fred tunamuona mtu fulani. Kimweka na Wanda unaona mtu fulani. Ni sawa saa hizo ukichukua Duncan na Chande ukiwaweka hivi kufanisha movie, wana kitu fulani ambao unaweza kukipata. So nikaumia kwa sababu hiyo movie ipo ambao alikuwa atakiwa wacheze. Akasema sio mbaya, kazi ya Mungu haina makosa. But nikasema sawa, kama ndio hivyo basi. Nikakuwa niko busy. Wakamaliza msiba. Mungu akasaidia, mimi tarehe 2 mwezi wa 12 nikafika. Sikupata nafasi ya kwenda kwenye 40 kwa sababu sijaalikwa. Sikualikwa. Na sikuenda. Ila kipindi cha makaburi nenda kuangalia kwa Mariam Kanumba, then nikafika pale kwa Fred Kiluswa nikapaona kama hivyo. Unadhani sasa bosi, marehemu Fred Kiluswa amekuachia pengo kiasi gani kwenye kampuni yako? Fred Kiluswa hajaniachia mimi tu, kachia wengi wakiona thamani yake, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye location kama inakosekana Fred hakuna location hivi na hivi, Fred ana uwezo wa kufanya kwa haraka kwenda kupata hiyo location. Yaani sio mimi tu, yani ni kwa wengi maproducer. Yaani alikuwa na uharaka kwa sababu tena alikuwa anajua kutengeneza connection na mtu. Yaani alikuwa ni mtu fulani ambaye hawezi kosa kufika sehemu. Yaani kama wewe hivi anaweza kuja kaongea na wewe na akapata kile kitu ambacho anataka kukipata. So sio mimi tu, yani ni wote ambao hiyo pengo kwa kwanza kwa kucheza na nyuma ya kamera. Hiyo ni sehemu kubwa. Naam, unazania sasa kuna mtu mwingine anaweza kaibuka na akaleta maajabu ya muda mfupi kama marehemu Fred Kiluswa kwenye tasnia yetu hii? Fred ndo ilikuwa mwanga wake. Siwezi nikasema amefanya vikubwa. Hapana, kwa sababu kuna watu wamefanya vikubwa. Niseme ndo ilikuwa mwanga wake kuja kufanya vitu vikubwa zaidi. Yaani ndo muda na yani ni kama vile uoga vile. Uoga kipindi unaanza kutoka pale ukue mkubwa, unaenda kuchukua.
Okay. Umeelewa? So ulikuwa bado, kwa sababu alikuwa anaficha kufanya kazi nyingi kubwa. Okay. Yani alikuwa bado ya kufika kwenye level ambayo ilifika kama Mariam Kanumba. Umeona, kwa sababu ukiangalia hajafanya filamu karibia 50. Sidhani. Hajafikisha? Sidhani kama amefikisha. Ndio. Sidhani kama amefikisha series karibia 5, 10 au 20. 5 ziweze kafika sijui. 5 ziweze kafika. 5, 6 ziweze kafika. Kwa kafanya series 2. Kafanya series 2. Naweza nikasema lakini hajafanya ile main. Okay. Vizuri. Kama second. Unaona? Sasa kula amefanya hata support, sio hata support, amefanya tu kuingia tu sini ngapi akatoka. Okay. Kwenye wimbi. So yani kucheza ile main ile. Ndio maana nasema hajafanya series karibia 5. Lakini kucheza amecheza. Ndio kucheza ile main. Nishakupata. Umeona? Na tukisema kwenye movie, hana movie karibia 50 ambayo amecheza main. Yeah. Okay, tukiachana na hilo, kuna mkanganyiko wa matamshi ama kauli mitaani kwamba producer huyu anasema yeye ndio kamleta katika ulimwengu wa talanta Freddy, lakini kuna wengine wanasema hapana, Lokoma, Empire Lokoma ndio imemleta Freddy katika tasnia na mpaka akawa anapepea misili ya mshumaa uliokuwa juu. Tuwekee sawa hapa, ni kweli Lokoma ndio imefufua na kumleta Freddy kwenye tasnia? Nataka kunichonganisha tu. Anyway, mimi nitajibu short. Au naweza nikajibu ambayo sema ambayo iko clear. Natumaini mimi tumefungua ofisi 2021. Lakini kutoka kwenye 21 hadi ukirudi nyuma kulikuwa kampuni hazifanye kazi? Sijui. Na mimi nakuuliza sasa hapo. Hakuna kampuni ambazo za production au waigizaji au nini zilikuwa zipo kutoka hadi tuseme kwanza 2000 kufika 2021? Zilikuwepo. Umeelewa? Kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu ana nafasi yake. Anaweza akaja akatoka. Mwingine akaja akatoka akaacha. Sasa naweza nikasema watazamaji naweza wakaongea, lakini alimefanya kazi. Ndio maana nimekuambia kuna sehemu amecheza kama main. Ni sehemu ngapi? Ni series ngapi? Kwa sababu main baada kutoka kwenye Lawama ndo akaenda kucheza main kwenye kazi zingine. Hilo linawezekana. Na ndio maana nimesema hivi. Kafanya series ngapi kuwa main? Kwa sababu main ndio inakupa wewe support kwa naweza nikasimama na nikauza. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba ni kweli Lokoma imemleta Bwana Freddy katika tasnia? Hapana, siwezi nikasema hicho. Mimi siwezi nikasema hicho. Lakini watu wengi, wataalamu wa mambo wanasema hivyo. Wataalamu wa mambo wanasema hivyo kwamba Empire Lokoma ndio imemwangazia huyu marehemu Freddy Kiluswa kufikia pale ambapo alipofika, mpaka walowezi wengine wakawa wanamtem sasa. Ndio maana nimesema hivi. Mimi tena nitarudia. Ukiwa main kwenye kazi ya mtu, ndio unaonyesha kama huyu sasa hivi anaweza akauza. Lakini ukiwa mtu wa kuingia, unatoka, unafanyaje, bado anacheza, lakini bado. Kazi ya kwanza Freddy kucheza main ni hipi? Kimimi nitasema hii nani Lawama. Mimi kwa sababu mimi kimimi nitasema Lawama, sijui zingine huko nyuma. Na watu wengi wanasema Lawama. Tunarudi pale pale. Basi tutaenda kama watu wengi wamesema hivyo, na wewe kama upo ndani, basi takuwa hivyo. Tunarudi pale pale. Ni kweli Lokoma, Empire Lokoma Limited imemfufua kijana katika tasnia? Unataka nisemaje hapo? Ndio, ni kweli. Kuna ndio maana nimekuambia hivi. Unaona kama glasi hizi hapa mbili. Hizi glasi mbili kuna JB Freddy kamuona Lawamani. Freddy kazunguka sana. Sawa, JB Freddy kamuona kupitia silizi ya Lawama, Empire Lokoma. Naweza kusema Freddy alikuwa kule kabla kuja kucheza Lawama. Kabla kuja Lawama. Amezunguka sana, lakini watu hawajamuona. Sio watu hawajamuona. Alikuwa hajapewa nafasi kubwa na majukumu makubwa kama alivyopewa Lokoma. Tunapigia tiki. Maana yake kwa watu waliosoma Cuba,
tayari watakuwa wanajua jibu hilo. Umeona. Sawa. Na Empire Lokoma Limited ina siri gani ya kuwachimbua vijana wadogo kuja kufikia malengo? Kwa sababu si Fred tu, Empire Lokoma imefanya hivyo kwa wengi. Sisi hatuna, mnasema visukoro kwinyo, sio mnasema? Hatuna. Kwa sababu leo wewe upo, kesho mwingine, na tunatengeneza future ya wanaokuja. Hatuna future sisi kuangalia, sisi tuangalie leo, sisi tunaangalia kesho. Kuna kuja nani? Sisi tukifika kwenye miaka ambayo inafika 50, anayekuja tumemtengenezea njia ipasavyo. Kwa sababu yeye ule akija vizuri, hata na mimi huko nitapata. Okay. Sawa. Inasadikika umemkataza katu Johari Chegula ama Brandina Chegula kushiriki miswada ya watu wengine. Hamna, sijamkataa. Sijakataa. Mimi sijakataa. Kwa mimi nitakataa mimi ni nani? Tokea chini ya Lokoma hakufanya mswada mwingine nje. Hii watu wengi wakiwa wanalalamika, wanapiga zumali. Shida iliyopo kuna kitu kimoja ambacho kipo. Kama ana meneja Johari, lazima upatie meneja wake. Kama Johari yupo sehemu au kama yeye ni producer, mfuate. Mbona vizuri, kuna kitu kimoja ambacho kuna ushikaji. Kuna ushikaji na kuna ile kufanya kazi. Na kujua level ya huyu mtu kwa sasa hivi, sio kwenda kumwangusha, ni huyu mtu level yake sasa hivi amefika level hii, natakiwa nimfanizishie kazi ya level gani. Sawa? Na level sasa hivi huyu kama ipo kwenye level hii, nikienda kuna watu wanakuja kucheza movie, namwambia nenda ukafanye. Lakini anaona hapana, na kazi nyingine. Lakini ikifika nafasi ambayo kuna level, sasa hivi watu wanakia tuwazi sasa kwanza ma Netflix. Mbona vizuri? Amazon Premium. Mbona vizuri kwa sababu gani? Tusio tu tunaangalia tufanye hapa na hapa, hapana. Tuwaze bana, mimi nina kazi ya Netflix sasa hivi bana, hivi na hivi tufanye. Mbona vizuri? Sasa hivi bana nina kazi ya Showmax. Kwa sababu nikikuita sitaki ulalamike. Ndio. Nataka nikulipe pale ambapo naona hapa na mimi nitapata kidogo cha kubakia nacho, cha maisha mengine yaende. Mbona vizuri? Lakini inakuwa hivyo. Kwa hiyo sijamkataa. Unataka ongea, mimi sijamkatalia. Sijamkataza. Kuto kucheza kwa watu, ni yeye mwenyewe labda hajapenda kwenda kucheza kufanya, labda hajawa tayari kufanya. Lakini jamani, mbona wengi wanafanya? Na hii people tayari kufanya, hawajamuita. Mbona mimi kuna watu wanasema eti wasanii wako hawaendi, hawataki wasanii wako wafanye kazi. Nawaambia no, amji kwenye right way. Nyinyi mnataka kona. Wewe njoo ufanye vile hivi. Kuna vitu vile hivi. Hapana. Sawa tunafanya, lakini ukiona mtu ambaye anaweza kufanya ni mtu ambaye labda ashikiliwi ile afike sehemu nyingine. Ni mtu yuko yeye mwenyewe bana, kwa kazi zote niite. Bana kwa kazi zote niite. Sijui umeelewa? Kwa kazi zote niite. Sasa wale wanatengenezwa. Ambao wanatakiwa wewe bana Empire Lokoma kuna wasanii wako hivi na hivi tumemtata cast hivi na hivi. Sawa. Msanii anaitwa bana, unatakiwa ndo kafanye kazi. Cha kwanza kufika on time. Mimi sitaji ile lako. Ila mimi nahitaji kumcourage afanye akafanye kitu kizuri. Professionalism. Umeelewa vizuri? So lakini wenyewe wanaona kama mimi nafanya vitu vya kiuni, wanataka hivi. Mimi sio mtu wa hivi wa kona. Mimi nimenyooka. Ndio shida ambayo tunashindwa kuelewana na watu wengine ambao wanasema eti wale hawataki wasanii. Hapana, sisi kama wewe unasema eti una wasanii na mimi nikitaka kumhitaji, wewe ni msanii nani? Wa mtu fulani basi tunampigia yule mtu simu. Mbona kuna nani anatoka Madiba, sio Madiba, najua kati ya Madiba hivi jamaa akoga na watu wasanii wa cast hivi. Tunapiga simu bana, kuna dada fulani mkali hivi na hivi, anakuambia nao, anakutumia. Tusaidie namba. Mbona vizuri? Hata mwingine ukiwa hivi na hivi bana, tuletea wasanii hivi na hivi, wanatuletea.
Umeelewa? Sasa tufuate zile sheria, taratibu zifuatwe. Thank you. Okay. So wewe ni meneja Johari? Mimi? Hapana. Mimi sio meneja Johari, mimi sio kitu Johari. Ni nani kwa Johari ni nani? Johari nani, unamaanisha nini yani? Wewe ni meneja. Tupo kwenye kipindi cha Freddy. Sasa meneja ya Johari, mambo ya Johari nakujaje hapa tena? Naam, hii ni kumbukizi ya marehemu Freddy Kiluswa, na hapa anaongea na Executive Director wa Empire Lokoma Bwana CK. Niko naye hapa nikiendelea kutafuna naye maneno kujua mawili matatu ambayo yeye anayafahamu, lakini anajitahidi kuluka viunzi. Bado nitamkamata tu kwenye tackling hile ya kibabe. Tunaendelea. Tokea ulipomchukua Johari, ulipomkuta na ulipomchukua Johari mpaka sasa, yupo wapi? Yupo wapi? Yupo duniani. Kwenye talanta yake, ulipomkuta, ulipomkokota na mulipo. Sasa hivi Johari amebadilika kwa sababu sio Johari ule. Kwa sababu Johari sasa hivi anaweza kacheza mama, anaweza kacheza shangazi, na miaka imeenda. Umeelewa? Na ni mtu ambaye anareje story ambazo watu wengi walisema eti Johari ni ule mtu akulialia. Sinza nyingi za kulialia, lakini Johari amekuja tofauti. Hakuna series ambayo Johari watu hadi leo wanamuita Tabisa ni kama lawama. Kama mimi nimwambia ile ni story yangu, nimwambia utacheza tofauti kwa sasa hivi. Okay. Watu wakuchukie. Na kweli kuna watu wananiambia wewe una roho mbaya sana wewe. Umeona? Yaani kuna atakiwa mtu au anabadilishwa. Kuna kipindi kuna mama mmoja ambaye ni msanii, unampeleka kijijini, hataki kwenda kijijini, anataka yeye kuwa mjini. Nikamwambia what the heck? Umeona? Msanii atakiwa unabadilika kwa sababu gani? Ujue mashabiki wako wako sehemu gani. Okay. Ujue unatakiwa kuongelea kwenye engo gani. Okay. Yaani hata kwa kazi zote ambazo zitakokuja Johari atakuwa tofauti. Atakuwa tofauti kwa sababu lengo letu ni malegenda ambao wamefanya kazi nyuma na majina yao wakaikaa. Na watu wanategemea sana wafike sehemu ambayo kubwa. Nikisema kubwa ni kama vile wafanye kazi Netflix, Hollywood. Umeelewa? Waweze kufanya collaboration na Bollywood whatever, na sehemu zingine. Umeona? So sio tu ndani. Okay. Tusibane content ndani, lazima tupanue mipaka. Umeelewa vizuri? Ili tuanze kufanya kazi ambazo zinazostahili, ili hata wanaokuja na wenyewe wawe na okay, sio tushazoea hizo movie yani. Tushazizoea yani hadi watu washakuwa. Unajua sasa hivi movie au series watu tunalazimisha, lakini watu wengi hapo kwenye Korea sana. Yeah. Ni sasa kipindi fulani India akachukua nafasi, sasa hivi ni Korea, sasa hivi na Mturuki. Umeelewa vizuri? So bado tunapoteza kazi ya filamu. Okay. Umeelewa vizuri? So ndio maana tunatakiwa tufanye vikubwa zaidi. Tusiangalie mshabiki anaangalia, tunatakiwa mshabiki tumpe content ambayo yeye akiangalia anasema eti hawa jamaa. Kuna kitu kimoja ambacho unashangaa. Mtazamaji anakuambia mbona pale wamedanganya? Korea wanadanganya. Tena sana. Umeelewa vizuri? China wanadanganya. Wanani wanadanganya. Lakini uongo wa Tanzania ndo anauona kwa sababu yuko nao. Lakini uongo wa wale wengine hawaoni. Shida. Kwa sababu hawa wamewazoea. Yes, ndio. Na tuendelee kuzungumza, bado tuko sasa katika upande wa lifestyle yako wewe. Tunamwacha kidogo Freddy Kiluswa. Marafiki wa Johari, wadau wa Johari wengi wanalalama, wanasema unaenda kumtoa wakiwa sehemu za starehe, wana relax, wanafanya nini? Unamtoa, hutaki kabisa haanikize vile vitu ambavyo walikuwa wanaanikiza. Hii kwako, lawama hii kwako unaipokeaje wewe? Unaipokea ni vyema unatenda, ama unawabana wale wadau wanataka kusherehekea na mpendwa wao? Mimi nikwambia kitu kimoja. Kipindi tuna 2020 tuseme 21 kwenye inavyoanza 21 22 hapa, kabla kufika mwezi wa, kwa sababu kama nyumba ofisi tulipata mwezi wa 5 mwezi wa 6 tukaanza kwenda hadi kule. Nilimmanage how kwa sababu ya atakuwa vitu atakiwa ajue. Sio brand. All of them watu wengi wanajua mimi brand bana. No, brand sio hivyo. Brand kuna vitu ambavyo anatakiwa kuwa amevimaintain.
Umeelewa? So lazima uwe na muda. Umeelewa vizuri? Wa kulala. Ukiwa na ofisi lazima usiwe popo. Lazima uwe unajua natakiwa nilale saa ngapi, niamke saa ngapi. Umeelewa vizuri? Natakiwa niwe na off Jumamosi au Jumapili ya kufanya mambo ya familia. Umeelewa vizuri? Au Jumapili ijayo lazima niende bar au niende kwenye bendi. I love a band. Mimi naendaga Jumaa naendaga kwenye bendi. Au niende lakini natumia masaa. Umeelewa vizuri? Siwezi kukaa yake. Haiwezekani. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa sababu naenda kusikiza muziki. Lakini muziki ukimalizika na nitoke niende. Au pale unapoishia na nini natakiwa nilale kwa sababu kesho na kazi, kwa sababu yeye ule ile ndo kazi yake. Ile pale anamaliza kazi yake. So na mimi kesho nina kazi nyingine natakiwa nifanye. So lazima niheshimu ule muda wangu wa kazi. Sawa? Ndio vitu ambavyo brand inatakiwa ijue. Okay. Una biashara, lazima uende kwenye biashara yako. Lazima uheshimu biashara yako, lazima uheshimu mteja wako. Umeelewa vizuri? So mteja wewe umeandika jina pale, tuseme kwa mfano umeandika jina pale Johari. Sasa wewe Johari kwenye biashara wewe uonekani. Hiyo biashara itaenda? Haiwezi kwenda. Mteja anakuja pale kwa sababu ya Johari. Umeelewa vizuri? Anakuja pale kwa sababu ya Johari. Anataka hata uwe na lisaili moja ambao unatakiwa uwe wewe unakuwa pale kwenye biashara yako ili mtu ule waje wanunue. Mwingine anataka mimi kuna mtu aje kukuona. Ile biashara yako unafanya wewe viuzikane kwa sababu ule mtu anataka kukuona. Umeelewa? Ndio mimi nampenda nataka nimsupport, mtu anakuja. Anakuja kukukuta wewe haupo kwenye biashara yako. Biashara yako itaenda. Haiendi. Point. Umeelewa vizuri? Sasa wengi wanakuwa mimi sina ofisi. Sawa? Mimi sina kazi, nasubiri niitwe kwenye kazi ndo niende kwenye kazi. Mishemishe yangu nipo hivi. Sasa always muda wako mwingi sasa ndo nataka usubiri na mtu ambaye ana kazi asubuhi. Unamchelewesha kwenye kazi yake. Ndio effect ambayo nimekuambia Fred iliyompata kupitia, anasema eti kwa sababu yupo kwenye stare yake anataka sisi wengine tuache kazi. Okay. Umeelewa vizuri? So wao wanajua eti wewe una kazi bana. Ikali sali moja nenda kwenye kazi kwa sababu hiyo kazi tena ndio itatukutanisha wote kuwa hapa. Ndio fact zangu hizo. Okay. So nataka kujua Empire Locoma Limited inataka kumpeleka wapi Johari kitasnia? Sio Johari tu. Tunaanza hapa. Sio Johari tu. Kwa sababu unaona kama umelenga Johari sana. Tunaanza hapa. Na mimi nakukataa hiyo, sio Johari. Uti wa mgongo wa sanaa ya Bongo Movie hupo kwa Johari. Tunaanza kwenye uti wa mgongo. Hakuna. Sio Johari tu. Sawa. Hao wote tunataka kuwapeleka wapi Empire Locoma Limited? Yaani sisi lengo letu ni niseme ni kutengeneza tasnia bora. Siwezi lakini naweza kupitia wao. Okay. Kivipi? Uwezo ukafanya mwenyewe hadi upate watu ambao wanakushika mkono. Ambao wanakushika mkono maanisha jamani kuna kitu fulani ambacho tukifanya. Kuna light, na cameraman, kuna msanii, kuna nani. Hao wote ndio wanafikisha hadi mwende mkafanya hicho kitu. Yeah. Kwa kitu sisi ni production house na sisi pia tunataka tufanye vitu vya tofauti. Tofauti vipi? Mimi naangalia sana nje. Siangalia hapa Bongo. Yes. Kwa sababu movies zinaisha au series zinaisha. Namaanisha quality, creativity, short na nini zinaisha. Na unakuta mbona muda umeshaenda. Umeelewa? Sasa ninachokitengeneza mimi natengeneza kazi ambayo hata mtu wa nje akiona impe maji ya kusema yes, huu ndo tunataka tufanye na biashara. Okay. Good. Kuelewa vizuri hii, bado tupo kwenye kumbukizi ya marehemu Fred Kiluswa, na hapa naongea na miongoni mwa mtu amemtumikisha kwenye uhai wake kazi nyingi kwa malipo mazuri na aliyafurahia, na ikaonekana kama Fred ndani ya Empire Locoma Limited kama nyumbani kwake. Hiyo yote kwa ajili ya faida tu. Angekuwa anapata hasara sidhani
kama angejinasibu hivyo kwa watu kwamba Lokoma ni nyumbani, bado niko na Mr. CK tukiendelea kuchonga yale mazuri yote ya tasnia na yanayofanywa na marehemu wetu. Naam, tunarudi sasa kumwangazia Fred Kiluswa. Alizifanya kazi zako ziwe na power kiasi gani katika jamii kupitia karakta yake na talanta aliyokuwa nayo? Best Friend ni movie nzuri sana. Best Friend ambayo alifanya na Richie Dabana, Karni Simba, Johari, what else? Mzee Kambi. Okay. Ilikuwa bonge moja la story nzuri sana. Ile story nilikuja kuielewa kipindi tunaisoma nilikuwa sielewi ujue. Lakini kipindi nimekuja kuielewa, ingekuwa kipindi hichi ni shoot hiyo story. Aise wangenikoma. Ningeishuti ishi hata miaka 40. Kwa sababu saizi nina sio kuingia kushoot. Naenda kufanya kitu ambacho cha kuishi miaka. Okay. Kama huko nyuma tulikuwa tunafanya. Sasa hivi tunasema kwenye kazi. Iwe YouTube, iwe kazi inayoenda kwenye platforms zote zile. Lazima iwe kazi imesimama. Nimeshuti kazi nyingi huko nyuma. Nyingi. Tukisema kwa movie, kwa Empire Lokoma hatukosi movie 7 kubwa. Okay. Tumeshuti. Series 4. Mademo na usiseme. Yapo. So kuacha sasa hizo huko na zingine ambazo zilishutwa nyuma kipindi ambacho wasanii wangu wa nyuma nini. Hizo zingine zote ziache. Sasa hizi nikiingia kwenye kazi yoyote, new project kuanzia sasa hivi, na nataka nianze kushuti kuanzia 2026 kwa sababu nataka nijipange ili sitaki lawama. Sina competition na mtu, bali mimi na compete na watu wa nje. Okay. Kwa hiyo ninachokiangalia story, performance, shot, location. Yaani hivi vitu atakaingia kwenye 14 zangu anigusi. Okay, sawa. Na nataka sasa kujua Bwana CK, kuna maproducer wengi hapa nchini. Vipi mnapata wasaa wa kukaa na kucommunicate, kubadilishana mawazo, kukosoana na kuelimishana jinsi ya kuboresha muswada yenu mnayerekodi kuwapelekea walaji? Sijawahi. Kwa mimi si mtu sana kutoka. Sijawahi. Haijatokea JB kukupigia simu, chief na kuomba tukutane somewhere to discuss hivi, ama chief na kuomba uje kwenye drop story yangu, au wewe uje kupigia simu Dr. Cheni ama Lei Kikosi kwamba nawaomba muje katika drop story yangu munisikilize, mtoe shauri? Bado, lakini kuna kipindi cha kazi ya Wimbi kuna kipindi tunazindua ofisi, tuliwapigia simu, jamani karibuni kwenye ofisi yetu. And second, kipindi tunazindua Wimbi, ilikuwa ni kazi yetu ya pili kwenye TV, na ilikuwa kazi yetu ya kwanza kwenye hiyo channel ya TV. Tukawapigia simu na tukawaalika. Hawakutokea. Hawakutokea. Kwa heshima yote hiyo hawakutokea. Ulijiuliza kwa nini? Kuna kuwa uoga wa kazi. Mtu anakuwa na uoga, nitampa ule mileage, nitakumpa nini? No matter what. Hii ni connection. Kwa sababu hata nikiuta kwenye kazi itakuwa ni vile vitanipa mileage.
Umeelewa? So ni ile tu kuto kuangalia sio hii, kuna kesho. Umeelewa vizuri? So ni ile tu kuna kitu ambacho kipo, ni ile kuto kuheshimu cha mwingine. Okay. Mimi akiniita mimi nitaenda. I don't care, mimi I don't care. Ukiniita nitakuja. Vipi? Umefikiria kumpa mswada Vincent Kigosi? Tulishagawahi na ipo njiani, kwa sababu lazima unajua angalia story. Unaangalia story, hii story inaweza ikampa kitu gani, na huko nyuma amefanya kitu gani, atakiwa akija hapa afanye kitu cha tofauti ambacho hajawahi kufanya, sio kumuita kuja kufanya kazi tu. Umeelewa? Ni kuangalia huyu ni mtu gani sasa hivi ambaye anaweza nikafanya naye kazi ikaenda, watu wakasema mwaka fanya tofauti. Ndio kitu kama hicho tunachokiwaza sasa hivi. Ndio maana nimekuambia kuanzia huu mwaka tutafanya yote kazi, wote tutafanya nao kazi. Okay. Wewe ni producer ambaye umeleta mapinduzi nchini Tanzania. Nataka nijue sasa, hapa na kuwekea producer Mtitu, hapa na kuwekea producer Jacob Stefan JB, wewe unapita na nani? Kupita kama kupitaje yani? Kwenda naye. Producer ni Johari, sio mimi. Wewe simamia tu. Wewe ni executive director. Au nataka nikiwapa kazi nimpe nani kazi? Yes, kati ya Mtitu na JB. Chunganishi hiyo. Unajua? Watu ni maproducer wazuri. Na huyu amemprove sasa hivi yuko serious na kazi. No comment kwa hii. Na kumbukizi ya Fred. Hiyo no comment kwa sababu hapa ni tricky question, lakini kwa nini umetaja hao wawili? Kwa sababu nimeona ni title contender katika upande wa producer hapa nchini. Ambaye ana kazi sasa hivi ndio mtu ambaye anatakiwa apewe kazi. Umeelewa vizuri? Na mbona upo wengi wa producer? Nimesema nimeangalia title contender. Wa producer kwa wengi, lakini kama kina Johari, kina JB, kina Mtitu wako wachache. Ndio angalia contender hiyo. So far umeshindwa kuniambia nani unampa kazi. Na unajua kwa sababu gani? Kila mtu ana lengo yake. Inategemea na kazi gani. Anyway. Naam, hii ni kumbukizi ya Fred Kiluswa na hapa niko na executive director wa Empire Lekoma. Ni bwana mdogo tu, lakini sasa hivi ndo anamiliki pesa hao. Usitegemee kwa kutawazee. Wazee wa kuti kwenye tasnia zote hizi. Sasa hivi ni vijana tu kama hawa. Unaweza kuona niko mimi mzee na mmoja kijana mdogo mwenye pesa. Maumbile ya Mungu haya. Naam. Tunakwenda sasa kutimiza mwaka mmoja tokea mpendwa wetu Fred Kiluswa akae chini, halale kwenye nyumba yake ya milele, haoni tena, asikii tena, wala azungumzi tena. Niambie, ikiwa kama executive director, umejipangaje kwenda kwenye kumbukizi hiyo ya kifo cha marehemu wetu mpendwa? Mimi niseme hata hii kuja kuhojiwa pia ni kitu kikubwa sana, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa hawajui nyuma ya pazia kuna nini. Mungu akituweka hai tunaweza tukaenda kuangalia au kusalimia kwenye kaburi lake, na niseme tu huwa ni kawaida tunafanyaga hicho kitu, kwenda na sio mtu ule ambaye nimefanya tu naye kazi, bali hata mtu mwingine wote. Okay. Ndio hivyo. Sawa. Nataka unipe top 5 yako ya wasanii wanaofanya vizuri katika tasnia ya filamu. Kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi ni vigumu. Tutasema wasanii wa zamani wanauza sana.
sana. Wasanii wa zamani wanauza. Msanii wa zamani Anauza. Yaani wasanii wote ambao walifanya nyuma wale wanauza. Naam, hiyo kauli imetoka kwa Executive Director wa Empire Locoma Limited. Kama wewe ni msanii wa zamani umekata tamaa, amka sasa. Mnauza, amkeni, amkeni. Bado tasnia na soko linawahitaji kuliko nyinyi mnavyofikiria. Haina haja ya kukata tamaa. Tasnia mmeichonga nyinyi na sasa hivi barabara imekamilika, mnatakiwa mpite nyinyi. Si kauli yangu, kauli ya Executive Producer, Executive Director wa Locoma TV na Empire Locoma Limited. Na sasa nataka kujua, tunamaliza sasa hii ngwe ya kuzungumza na wewe kuhusiana na marehemu Fred Kiluswa. Ni kazi yake gani marehemu ya mwisho kufanya mpaka umauti unamchukua? Mzana mapenzi. Mzana mapenzi. Mzana mapenzi. Lakini iliyoruka kwenye TV. Ndio hiyo. Lakini natumaini kuna baadhi ambao watu wana kazi na yeye ambao alifanya hata mademo manini hizo ambazo hazijatoka kama sikosei. Okay. Na atakuwa amefanya demo nyingi. Zipo tu. Kama sikosei. Zimeenda kwenye TV kule, sasa TV ndio itasema huyu tunamtaka tumtaki. Okay. Na akisema unamtaka inakuwaje? Ndio hapo sasa. Sababu natumaini akacheza demo karibia sijui nyingi, najua kama sikosei. Okay. Naam, hii ni kumbukizi ya marehemu Fred Kiluswa. Tokea mwanzo wa kipindi hiki ulikuwa na mimi na Singayoma, lakini pia nikiwa na mgeni wangu, mtu mkubwa kabisa katika tasnia. Mimi nazungumza na tamka na naamini kwamba huyu ndio game changer wa House Production. Mpaka wakati mwingine.